Ashibe Waleza, ninampenda Kristo, ninaoa, nina mke, tena tulifunga ndoa kabisa, tukakula kiapo na tunabahatika kuwa na watoto 5 kwa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile nasimama kwa sababu ya kushukuru uongozi wa kanisa wa kunipatia nafasi kama na hii ili niweze kulisha neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana na muendelee zaidi kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sasa ni saa 8:19. Kwa hiyo nitajitahidi kidogo ili niache muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Siku ya leo tutaongea machache kwa sababu ni mengi. Tutaongea machache, yale atakayobakia basi nikipata nafasi tena tutakwenda kurudia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunafungua kurasa wetu katika kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 15 au mstari wa 5 hadi ule wa 7. Karibu. Msomaji mzuri, chukua maiki. Sura ya ngapi? Sura ya 3 mstari wa 5 hadi ule wa 7. Chukua maiki watu wakuelewe. Kitabu cha Biblia waraka wa Yakobo sura ya 3 mstari wa 5 hadi mstari wa 7. Maandiko yanasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. 6. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Uwasha moto mfululizo wa maumbile, nao uwashwa moto na jehanamu. 7 na ndio mwisho. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani ya kwamba sisi sote tunajua kiungo ambacho kinatozungumziwa, ulimi. Hata kama nikiuliza mtoto mdogo hapa ulimi ni nini kwenye viungo vyako, ataonyesha ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Na teme yetu sisi itakuwa ni ulimi, lakini pia wahubiri wengi wameshapitia sana kuhubiri, kufundisha sehemu kama na hii kuhusu swala la ulimi. Lakini wakati tunapofundishiwa au tunapohubiriwa, atuonyeshe sura ya kubadilisha au kubadilika, ili tuweze kuonekana ya kwamba sisi ni Wakristo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na yawezekana umesikia kwa muda mrefu kwa watu wengi, lakini leo mimi labda unaweza kusikia jambo ambalo liko jipya mahali hapa na ukalibeba nyumbani likakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo, na huo ulimi ndio una uwezo wa kuweka mwili kuwa najisi. Ulimi, na huo ulimi una uwezo wa kuweza kuwasha mtaa wote mzima, watu wasielewane. Ulimi ukisikia nasema kwamba imelinganishwa na mshale wa moto na kuwasha msitu mzima, na maana ulimi una uwezo wa kuweza
kusambaratisha hata taifa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi wakati nimekaa chini kwa kuandaa neno hili, nilijiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Biblia ikazie zaidi ya kiungo cha ulimi? Kwa nini si jicho? Kwa nini si miguu wala si tumbo? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nimegundua kusema kwamba maneno yote mabaya na mazuri yanatoka kupitia nini? Ulimi. Na kama imezungumzwa ya kwamba ulimi ndio una uwezo kuweza kusambaratisha watu, ndio una uwezo pia wa kuweza kuunganisha watu na kuwafanya kwa pamoja na kuwaelekeza, ni ulimi mmoja tu. Kwa hiyo wakati nilipoona ya kwamba maneno yote tunayoyatoa kwenye kinywa chetu ndicho kinacholeta baraka na laana, na yote hayo yanatoka katika ulimi. Kwa hiyo huo ulimi ndio unatusababisha sisi tuonekane kwenye mitaa kwamba sisi ni Wakristo au kwamba sisi si Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kuna vitu ambavyo baada ya Kristo kukaa na kuona ya kwamba tumepokea neno lake takatifu, kuona ya kwamba sisi tumekubali yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na kuona ya kwamba tumeelekea katika yale ambayo yeye anataka sisi tuelekee, ilionekana tuanze kubatizwa majina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo sisi ambao tumepokea Kristo na kufanya au kusema maneno ambayo yanapendeza wanadamu, Yesu alianza kutulinganisha na kutuita nyinyi ni chumvi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Mathayo sura ya 5:13. Sisi tukaitwa kuwa chumvi kwa sababu ya maneno yetu yana ladha. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoongea maneno mazuri kwa watu, tunapoongea maneno ya kufariji kwa watu, tunatoa hiyo, inakuja na ladha kwa watu na tunawavuta wanatufuata sisi. Kwa hiyo mtu hawezi kula mboga isiyokuwa na chumvi, labda hao wameumwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu soma. Nimesema Mathayo sura 5:13. Tunasoma, ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi ni chumvi ya dunia. Sisi ni chumvi ya dunia. Wewe ni chumvi ya dunia. Mimi ninapoambiwa kwamba mimi ni chumvi ya dunia, na mtu ambaye hanijui wala simfahamu wala hajawahi kuniona anakuja kuniambia na anaangalia, wewe ni chumvi ya dunia wewe. Wewe ni chumvi ya dunia wewe. Ana kitu amekiona ndani yangu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe.
Lakini ikiwa chumvi imeharibika, haifai. Kwa hiyo mara nyingi sana tunapoharibu, tunaharibu kwa kuongea, kwa kuzungumza. Ulimi ndio unaosababisha sisi tuonekane chumvi ya kuharibika. Kwa hiyo basi, inatakiwa tuweze kuwa na mawasiliano au na maongezi mazuri, tulainishe ulimi wetu vizuri, ili tuonekane ya kwamba sisi ni chumvi. Lakini kama wewe ungali unatetana, unasengenyana, unafanya mambo yasiyokuwa sahihi, ujue ya kwamba bado wewe ni chumvi inayoharibika. Hata kama unakuja kanisani kila leo, kila siku mchungaji anakuona, unaimba kwaya, unacheza, unafanya nini, unatoa sadaka, lakini ulimi wako bado ungali unaonekana kwa watu eti kwamba ni ulimi mbaya, chumvi ambayo imeharibika, haujafikia katika malengo ya kuwa Mkristo wa Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tunyooshe ndimi zetu, ili sababu watu watuone chumvi iliyo nzuri, ili ungwe ndani ya mboga na watu waitumie na furaha, na wengine wasome kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Pia ametulinganisha na nuru ya dunia. Sisi ambao tuna ndimi nzuri, sisi ambao tuna maongezi mazuri na watu wengine, tunalinganishwa kama nuru ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Soma Mathayo sura 5 mstari wa 14 hapo na 15. 5:14-15. Maandiko yanasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nchi hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. 15. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale walio nuru ya dunia wapandishe vidole tu. Ndio, lakini kuna wengine hawakupandisha, wanajijua sio nuru ya dunia, kwa sababu wao bado ni watu wa dunia. Lakini sisi walio nuru ya dunia si watu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni nuru ya dunia. Mimi ni nuru ya dunia. Mfano, mtu hawezi kuwasha taa na akaiweke chini ya meza, lakini bali mtu anawasha ili aweke juu ya meza iweze kuangazia watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na ulimi mzuri, ukiwa na matendo mazuri, unaonyesha mwanga mbele za mataifa, na wale watu watakapoona mwanga watajua ya kwamba pale pana mtumishi wa Mungu pale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wenye mwanga wataona kwamba kumbe pale pana mtu pale, pale pana mtu pale, pana mtu pale. Lakini nikiweka chini ya meza sitaona mtu mwingine kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatakiwa sisi tutunze ndimi zetu ili watu watuone kama nuru. Lakini usipokuwa na ndimi mzuri, ulimi wako usipokuwa mzuri kwa watu, wewe ni giza tu. Utakuwa ni giza tu. Mkristo anatakiwa awe na ndimi mzuri
ili hawe nuru kwa watu wengine. Lakini kama dini yako sio mzuri, watu watasema na moyo au wateta yolo kanisa au kuchimia vitanga. Hivi ni Mkristo? Nasi tunashika neno la ulimi kama vile kawaida tu. Wahubiri na walimu wanapokuwa wanaongea swala hili, watu wanalishika kama vile kawaida. Lakini ujue ya kwamba mwili wako unabebwa na maneno yako, na hayo maneno yanabebwa na ulimi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sisi ni nuru ya dunia, na nafsi zetu na ndimi zetu ndizo zitakazo tuonyesha kwamba sisi kweli ni nuru ya dunia. Na kama wewe sio nuru ya dunia, kuanzia leo jifunze utakuwaje nuru ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Okay, 3. Nimeweka 3 tu, viko mingi sana, lakini 3 tu ambayo nimeona kwamba ni muhimu sana. Baada ya ndimi zetu kuonekana kuwa mzuri zaidi, na Yesu alipoona ya kwamba sisi tunamwelekea, tunafuata nyayo zake, sababu wale waliomfuata Yesu nyayo zake ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akaona akasema ya kwamba basi hao watu kwa sababu wamefuata mimi, ni lazima watafuata na nyayo zangu pia. Na kwa sababu Yesu tulimfuata yeye, akaona atusifie tena, akatupatia jina, akasema kwamba nyinyi ni barua tunaosomwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndimi zetu zikimwelekea Kristo, ndimi zetu zikisimama katika Ukristo, itaonekana kwamba sisi ni barua. Sababu hata Yesu, Mafarisayo, Masadukayo walimsoma tabia zake, walifuatilia nyayo zake zote, na katikati yao wengine walikubali, wakasema kwamba hakika huyu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ilikuwa barua ya kwanza kusomwa na watu, ili mpaka na sisi tuchukue na sehemu hii. Kwa hiyo sisi kama Wakristo ni barua. Hebu taomba msomaji wetu songeongee tusoma Wakorintho wa pili sura yake ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Soma tu haraka kidogo. Waraka wa pili wa Korintho wa Paulo kwa Korintho sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ninyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. 3 na ndo mwisho. Nadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ya Paulo. Paulo wakati alipokuwa katika kanisa la kule Korintho, alikuwa akihutubia watu akisema ya kwamba nyinyi ni barua, nyinyi ni barua ambao nyinyi barua mumeandikwa katika mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Jina la Bwana libarikiwe. Na ni lazima hii barua usomwe. Wanatusoma nini? Tunavyovaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mataifa hawatatusoma tunavyovaa sisi. Lakini mataifa wanasoma jinsi matendo yetu tunayoyatenda. Na hayo matendo tunayoyatenda yanatokana na ulimi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule fulani akibali mwana maka sana ndio akiwe. Hapa ndio wale na kwanza vile. Bali maswala yake na imani yake. Sasa hapa kuna mtu mataifa anakusikia hapa. Unadhani kwamba huyu mtu utamvuta aje kwa Yesu? Hakuna. Anakusoma. Anaangalia matendo yako, anaangalia tabia zako, anaangalia njia zako. Kwa hiyo inakubidi ujitahidi sana kama Kristo ili mataifa anapokuja kukusoma usimame katika njia iliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokwenda kuongea mbele za watu, hakikisha maneno yako yanajipanga kikristo. Jina la Bwana libarikiwe. Usiwe kuropoka tu. Jana kuropoka tu, yule ndugu yako hawezi kabisa kukuelewa kama wewe kuwa Mkristo. Jina la Bwana libarikiwe. Tufanye nini basi? Tufanye nini basi ili tulinde heshima ya Ukristo wetu? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Au tufanye nini basi ili tumiliki ulimi wetu? Tufanye nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo la kwanza, uzuie ulimi wako na mabaya. Soma Zaburi 34:13-14. Zaburi wishafika? Ndio. Soma Zaburi 34:13-14. Zaburi 34:13-14. Uzuie ulimi wako na mabaya. Na midomo yako na kusema hila. 14 na ndio mwisho. Uache mabaya ukatende mema. Utafute amani ukaifuatie. Amen. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe dawa kubwa ni kuzuia ulimi wetu. Dawa kubwa kuzuia ulimi wetu. Kama tunafanya uasherati, ni ulimi unaotuongoza kutoa maneno. Tukitaka kwenda kupora, ni ulimi unaotuongoza ili tuweze kwenda kupora. Hauwezi kwenda kufanya ujambazi kabla haujapangilia plani. Kinachopangilia plani ni ulimi. Tuko sawa? Kwa hiyo tuzuie ulimi wetu na mabaya. Maandiko yanasema ya kwamba kabla ya kuongea kitu lazima zungurusha ulimi wako mara ngapi? Mara 7. Ndio uje uongee sasa. Lakini sio kwamba
ushasema tayari. Ndio ungetaka jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuzuie ulimi wetu na mabaya. Ukizuia ulimi wako na mabaya, utaonekana ya kuwa wewe ni Mkristo wa Mungu. Watakao kusoma watasema yule ni Mkristo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi ni kuacha mabaya na kutenda mema tu. Tukitaka kanisa hili lijae, tuachane na mabaya tukatende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukizuia ulimi wako utalinda nafsi yako. Methali sura 21 mstari wa 23. Ukilinda ulimi wako, ukizuia ulimi wako utalinda nafsi yako. Karibu msomaji, mimi nataka mtu akuwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Ukichelewa mimi nasoma. Nimesema Methali 21:23. Upo? Ngoja tusome. Ndio, karibu tuache. 21:23 Methali. Shefa anasema hivi: mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe sisi kama tunapata taabu ni kwa sababu hatuzuii vinywa vyetu na ulimi wetu. Ninatamka kabisa kabla sisi mulwala tamushike kama waita vile ine nose tuma bila shimo bashinepa inatamka sana kabisa. Inatamu shimo pata vile wewe ana inja inatamka sana. Auzuii kinywa chako na ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zuia ulimi wako, zuia kinywa chako, utalinda nafsi yako. Usipozuia haulindi. Mchawi akiingia usilaumu. Kale kagarsoka akija kudanganya usilaumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tulinde midomo yetu kwa kuongea na ndimi zetu, tulinde sana. Tunakuwa ongeaji sana wa Kristo. Ndio maana unakuta kanisa wa Kristo ni wale watu waongezeki. Sababu ya maneno yetu kuwa mengi sana yasiokuwa na hekima. Acha nikupatia mwisho na nitoke hapa. Ya mwisho, ukitaka kuona maisha na kuwa na siku njema, uzuie ulimi wako. Vitu vile tuona kumbe tuliwatoka. Ulimi tu. Ukitaka kuwa na maisha mengi au mazuri na siku iliyo njema, haina kazi tu, ni kuzuia ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni kuzuia ulimi wako tu, hakuna kingine wala hakuna dawa nyingine. Au watenda watasuka kulanya wakandiko. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza sura ya 3:10 hadi 12. Petro wa kwanza sura ya 3:10 hadi 12. Ndio tukaje. Biblia inasema hivi. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme ila, na aache mabaya atende mema, atafute amani na itafute sana.
Bwana Yesu asifiwe. Na atafute amani na atafute sana, sio kidogo. Utafute amani na uitafute sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukitaka kuwa na maisha na siku njema, ni kuzuia ulimi wako mabaya tu, na utafute amani. Biblia inasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Neno lake usienda kabisa, usienda. Ine bwe lake kashinaula kabisa. Ni mutima kwaya, lakini na uje lake ine na kondi. Takiwa nikawepoteje kaka kabisa. Aishimene shimie. Ominobe lome ta olalembe. Bile vitano se fukutu. Nani huyo Mkristo? Amen. Isijawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka maisha mazuri, funga kinywa chako, zuia ulimi wako. Nao utakuwa na maisha mazuri na utakuwa na amani na watu. Kwa sababu kama uongei, watasema watu wao kimya na wasale mpole. Bashi yoke, wale mpole tukutangongea. Mungu atusifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuzuie ndimi zetu, tuzuie vino vyetu, ili tuonekane na mataifa ya kwamba sisi ni Wakristo kweli, na tuvute mataifa ndani ya kanisa watu wengi. Namaliza kusema, ndugu yangu, linda sana ulimi wako, funga sana ulimi wako. Lakini haswa sisi tunaosomwa kama viongozi wa Wakristo, Bwana Yesu asifiwe, tunatakiwa sana kutunza na kulinda dini zetu. Kama tutasoma vibaya huko nje, kama tutakuwa chumvi mbaya huko nje, na kama sisi si nuru tunakuwa giza huko nje, adhabu tutakayoipata ni kubwa sana kuliko mtu aliye nje. Bwana Yesu asifiwe. Sababu sisi tumeshamjua Kristo, tumeshakunywa kikombe cha damu ya Yesu, na inatakiwa tubadilike kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, ili watu waje katika hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku nyingine nikipata nafasi, tutakuja kuona faida ya kulinda ulimi. Tumelinda ulimi. Yesu amekuta tumelinda ulimi. Sisi tuliolinda ulimi tutapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana bariki neno lake. Amen.